Anapelekwa hospitali. Na hata wakati atafanyiwa postmortem, hata wakati anafanyiwa nini? Postmortem, lazima mzazi akuwe pale ashuhudie, na kama mko na wakili ama kama mko na daktari yenu pia, sheria inaruhusu nyinyi. Sawa sawa baba? Tuko na wazazi, County Commander Bwana Basil na watu wao, na pengine kuna vijana wawili watatu naweza escort. Mzee lazima, na kama pengine mtachagua mzee responsible kama huyu ama watu wengine watatu, kuna gari nimeleta hapo yenye inaweza beba hiyo mwili. Hapo ni sawa. Na saa hii ndio mzee unasema unataka kupelekewa hospitali gani? Mimi najua hospitali mzuri ni ya serikali, lakini mkisema mnaweza peleka mochari nyingine pia, General Cargo. Asante sana. Hii iko hapa Thika, si ndio? Kwa hivyo tafadhali, mimi ni kuomba utulivu. Hata mimi ni binadamu, kweli ama uongo? Na bado mzazi. Na ni mzazi. Nasikia uchungu wakati napotesha mtu. Sawa sawa. So kwa hivyo zote tuko kwa majonzi kwa leo, na naomba tuwe na utulivu. Nitawahakikishia ya kwamba tumeichunguza mpaka mwisho. Na atakayepata ndio sababu tuna uchungu. Angalia ndugu yangu, ndio upate haki yako, lazima tudhibitishe ni hiyo risasi. Sawa sawa. Ndio wakati utaenda kupata huyo mtu mwenye alisababisha asiwe na nafasi yoyote. Tuko pamoja. So kwa hivyo naomba muwe na utulivu. Baba, pole sana, nasema tena mara ya pili pole mheshimiwa. Nimeshukuru sana kwa ukakamavu wako na ukafika hapa. Asante. So nawaomba tusiongee zaidi, ndio tuharibu mambo mingi. Sawa sawa baba? Tutamchukua kijana, tuende na yeye. So wewe chagua, hata kama utasema utaenda na mheshimiwa na mzee baba yake, sio? Na vijana wenu wengine wawili